Mimi nasema hivi, nachukia Simba na Yanga nchi hii kuliko chochote. Simba na Yanga. Na ni maombi yangu wapotee kabisa, wasife, lakini yasiwepo ama vitu. Jana tulikuwa Sumve tunafanya mkutano mkubwa. Wakati mimi namkaribisha katibu mkuu, nikasikia watu wameshangilia wengi kama 100. Vijana wadogo, hawana kazi, wengine hawana tandala. Tuko kwenye mkutano wa hadhara. Nilitaka niseme neno moja la mjini, nikasikia Mungu amekamata mdomo wangu. Acheni ushabiki wa mambo ambayo hayagusi maisha yenu. Hii kazi hamtaonja matunda yake, ila mtakuwa wazazi wakatili sana msipofanya jitihada za kutafuta nchi bora kwa ajili ya watoto na watoto wenu. Utakuwa una thamani ya kuishi, ni bora hata ungezaliwa kuwa mbwa. Mimi najua kabisa nchi hii tukiamua inabadilika. Wasukuma mko wengi sana. Tatizo leo ni moja tu, ndio taabu. Ndio taabu. Pigwa ngumi ndio taabu, ndio taabu. Taabu ipo. Hamna kazi, hamna ajira. Mmezungukwa na rasilimali tele, madini, maji. Ukiwa unaenda hapa Kisesa unaliona ziwa kwa macho. Alafu nakutana na mama wa Kisukuma amebeba maji kwenye beskeli. Nimeangalia Chatu juzi. Unaliona ziwa lile pale, unakuta punde inabeba maji ya kunywa barabarani. Sasa watu wa Mwanza tunafanya nini? No reforms, no election maana yake nini? Kuna mfano wangu wanaufanya sana, sioni kama kuna muda. Tunaposema hatutashiriki uchaguzi, hatususi uchaguzi. Tumekuja hapa kuwashawishi kuungana na kauli tutakayotoa katika siku za usoni, ambayo kauli hiyo itahamasisha vitendo vya amani, na tunafanya bidii hiyo kimataifa na kitaifa, ya kwamba tunaposema no reforms, no election, maana yake mjue kwamba kama kutakuwa hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi na kanuni zake bora, tuwe na uchaguzi huru na haki, hatutashiriki uchaguzi. Sio tutasusa, tutazuia uchaguzi. Na namna kuzuia ni rahisi sana. Kuna mpumbavu mmoja nimemwona juzi Star TV, anasema Chadema hakina mbinu. Mbinu hatutamwambia mke wake, ila mbinu yetu ni moja tu, amani. Kila tutakachofanya tutazingatia amani. Maandamano ya amani, migomo ya amani, mkizingatia nyie, hao watu wanalegea. Kesho tunapata tume huru. Na nini maana ya tume huru? Huwezi kuwa na nchi yenye watu wanaofikiria kama hauna ushindani katika siasa. Ushindani wa kidemokrasia unalazimisha watu kufikiri, na watu wakifikiri wanatunga sera bora. Hizo sera zinamnufaisha nani? Mwananchi. Sasa hivi mbunge wenu hana sababu ya kufikiria maisha yako, kwa sababu uchaguzi wake unaamuliwa na wizi wa kura unaosaidiwa na jeshi la polisi. Wewe huamui tena uchaguzi wa bunge hapa, huamui tena uchaguzi wa diwani hapa, huamui tena uchaguzi wa Rais Samia hapa. Anayeamua ni fujo na serikali. Tukiwazuia katika mazingira hayo, kitakachotokea ni nini? Kutakuwa na ushindano wa kisiasa. Kukitokea ushindano wa kisiasa, kutakuwa na ushindano wa kimawazo. Kukitokea ushindano wa kimawazo, kutakuwa na ushindano wa akili, na viongozi wakianza kufikiri, maisha ya taifa yatabadilika. Sijui kama mnaelewa jamani. Mnaelewa sio? Vizuri. Inakuwaje Mwanza hamna maji wakati Mwanza imezungukwa na ziwa la pili kwa upana duniani? Inakuwaje? Inakuwaje Kagera ni ya 5 kwa umaskini Tanzania, wakati Kagera inatoa 70% ya kahawa zote Tanzania? Inakuwaje? Inakuwaje Kilimanjaro vijana wako barabarani wanaendesha bodaboda? Ukianza kusafiri hapa mpaka Moshi, kushoto na kulia wamejaa vijana, ajira zao ni pikipiki. Hizo ni kazi za kimaskini, kwa sababu wamekosa pa kwenda. Serikali imeshindwa kutengeneza mifumo mizuri ya kiuchumi. Hakuna kijana anataka kuwa dereva pikipiki. Na ukitaka kujua ni kazi ngumu na wao hawaipendi, mtoto kama Samia anasema hiyo ni ajira, mwambieni amchukue mtoto wake Abduli amweke kwenye toyo.